Naomba nitumie fursa hii kukumbusheni na mimi nikiwa katika nyinyi kuwa huwezi kuishangaza dunia. Huwezi kuishangaza dunia. Wewe kile utakavyofanya, kuna waliofanya makubwa zaidi ya hayo nayo yatakawe kuyafanya. Kwenye bango la Misri, lango kuu la kuingia mji mkubwa, kumeandikwa pale katika ule mlango, mithiluka uluf, mfano wa hayo unayoyafanya wewe, humu ndani mna maelfu watu wanayafanya. Nakumbusha tena kwamba huna jipya utakalolileta duniani ukaishangaza dunia. Kuna watu washalala na mama zao, kuna watu washazini na mabinti zao, kuna watu walitaka kuwashangaza ndugu zao, yaani kufa vifo vya ajabu ajabu, nitajinyonga mimi. Lakini mwisho wa siku walijinyonga na dunia haikumshangaa kwa hicho alichokifanya. Kwa hiyo unaweza ukajinyonga, unaweza ukanywa sumu, unaweza ukaenda barabarani ukagongwa na gari, unaweza ukafanya chochote ukihisi kwamba labda dunia itashangaa kwamba umefanya kitu cha ajabu. Lakini wallahi billahi tallahi, huwezi kuishangaza dunia. Huwezi kushangaza dunia eti kwa tukio lako la ajabu. Hakuna kitu kama hicho. Kwa ni wajibu wetu sasa kila mmoja kwamba akikaa aombe mwisho mwema, atende amali kana kwamba leo ni mwisho yake, kesho sio yake yeye. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hii dunia kila mmoja atakiwa aifanye kama msafiri aliyekwenda akachoka kwenye safari yake, akakuta mti akajipumzisha njiani kwa muda, lakini baada ya hapo akakiacha kile kivuli akaendelea na safari yake. Kwa hiyo hii dunia ni mahala ambapo sisi tupo safarini. Kwa hiyo ujichukulie kwamba ni mahala nimepumzika kwa muda, lakini safari yangu ya akhera basi inaendelea kama kawaida. Tulichukue dunia kana kwamba sio mahala pa kuishi, na hakika sio mahala pa kuishi. Kwa kila mmoja atengeneze mazingira ya kwamba nina ugeni, kuna mahala naelekea. Naelekea wapi? Naelekea kaburini. Kaburini kwangu sijui nani atanipokea, sijui kitanda nitakachokilalia kiko cha aina gani, sijui mimi nitakapokuwa na shida ya maji ya kunywa nitakunywa wapi, sijui njaa itakaponiuma nitakula wapi, mwenyeji ambaye ataniandalia hayo mazingira ni nani, na nina vigezo gani vya kuandaliwa hivyo vitu. Sasa mtu atakapokikumbuka hiki kitu, anao uwezo sasa wa kukumbuka kufanya amali kana kwamba kesho si yake. Yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema kwamba mtu atakiwa aihesabu kesho si katika siku zake. Lakini ili fike hatua hiyo ni lazima ujue kabisa kwamba mimi nitakufa na nitasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu Waislamu, kikubwa katika dunia hii cha kukumbuka kwamba wewe huwezi kuishangaza dunia kwa matukio yako unayoyafanya, kwa sababu hii dunia watu washaifanyia makubwa mazuri, washaifanyia makubwa mabaya, na hakuna siku dunia imeshtuka kwa sababu fulani aliyokuwa akifanya mambo fulani amefariki.